Wanajeshi wa Ukraine waliweza kuondoka na kuacha masanduku kadhaa ya zinki na mabomu ya milimita 40 kwa kurusha gruneti ya MK19 ya Amerika katika hospitali ya kiraia katika makazi ya huko Goncharovinka karibu na mji wa Sudiza katika mkoa wa Kursk huko nchini Urusi. Basi pia nakusikia kwamba ungana nami katika ripoti hii fupi ambayo nitakufahamisha kuhusu pia kile ambacho kimeendelea kuelezewa ama kuripotiwa kutoka huko mkoani Kursk ambako wanajeshi wengi wa Ukraine wameweza kuondolewa katika makazi mengi katika jimbo hilo. Wanajeshi wa Ukraine waliacha masanduku kadhaa ya zinki na mabomu ya milimita 40 kwa kurusha gruneti ya MK19 ya Amerika katika hospitali ya kiraia katika makazi ya Goncharovinka karibu na Sudiza huko mkoani Kursk nchini Urusi. Hospitali yenyewe iliteseka sana katika vita hivyo na ghorofa yake ya kwanza iliweza kuteketezwa, ambako Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kuripoti Machi 14 mwaka huu ya kwamba wanajeshi wake walikomboa makazi ya Goncharovinka katika mkoa wa Kursk. Kama ilivyorepotiwa Machi 18 pia wafanyakazi wa kujitolea waliuondoa katika hospitali ya Goncharovinka mwili wa mwanamke mmoja mjamzito na Nina Kuznetsova aliyeshambuliwa kwa risasi na askari wa Ukraine wakati wa kujaribu kuhama mnamo mwezi Agosti mwaka 2024. Na pia zaidi ya watu 540 wamehamishwa tayari kutoka wilaya ya Sudiza ya mkoa wa Kursk tangu Machi 12 na Machi 19, na kati yao waliokolewa katika saa 24 zilizopita. Hii ni kulingana na taarifa ya Wizara ya Dharura ilivyoweza kueleza kwa shirika la habari la TASS kutoka Moscow, ambako katika muda wa saa 24 zilizopita watu takriban 19 wamepelekwa kwa usalama kutoka wilaya ya Sudiza na kufanya jumla ya waliohamishwa kufikia 544 tangu Machi 12, ambapo zaidi ya watu 6,000 kwa sasa wanaishi katika vituo 67 vya makazi ya muda. Wizara imeeleza hivyo. Watu wengi kutoka huko Kursk pia ambao walikuwa hawajulikani waliko kwa muda mrefu sasa wameungana na familia zao. Kwa muda wa siku hiyo zaidi ya watu 200 waliwasiliana na simu ya dharura ya idara kuu ya Wizara ya Hali ya Dharura katika mkoa wa Kursk, na karibu maswali yote yaliweza kulenga kupata jamaa. Idara hiyo imeweza kueleza hivyo. Zaidi ya hayo pia Wizara ya Hali ya Dharura ilibainisha kuwa wanasaikolojia wake walikuwa wakitoa msaada muhimu wa kisaikolojia na msaada kwa wale wanaohitajika. Licha pia ya kukufahamisha taarifa hii fupi kuhusu kile ambacho kinaendelea kujiri huko mkoani Kursk nchini Urusi, baada ya vikosi vya Urusi kuendelea kufanya ukombozi mkubwa katika mji huo, ambako pia ripoti ya hivi karibuni ambayo imetolewa mwanzoni kabisa mwa wiki hii na kamanda wa Akhmati Apti-Radonov ambaye alisema ya kuwa hadi sasa Ukraine inashikilia makazi takriban 3 peke yake katika mkoa wa Kursk nchini humo. Basi pia taarifa nyingine ambayo napenda nikufahamisha kutoka huko mkoani Belgorod nchini Urusi, ambako pia kwenye vikosi vya Ukraine kila siku kuripotiwa kufanya mashambulizi katika mkoa wa Belgorod nchini Urusi, ambako pia taarifa ya jana ambayo imeweza kuripotiwa imeelezwa kuwa Ukraine iliweza au wanajeshi wa Ukraine waliweza kuharibu kituo cha amri cha kitengo cha 3 cha bunduki cha jeshi la 20 la vikosi vya wanajeshi wa Urusi karibu na kijiji cha huko Demidovinka katika jimbo la Belgorod la Urusi mnamo Machi 18. Wafanyakazi wakuu wa Ukraine waliweza kuthibitisha hivyo siku ya jana ya Machi 20. Habari hizi zinakuja siku chache baada ya Moscow kudai ya kwamba wanajeshi wa Ukraine walianzisha mashambulizi katika wilaya ya Belgorod katika mkoa wa Belgorod, ambako ripoti za Urusi ziliibuka Machi 18 kabla ya simu kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin
na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Andrei Kovalenko, yeye ni mkuu wa idara ya kukabiliana na upotoshaji katika Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine, alikataa madai ya Urusi, huku rais wa Ukraine hakuthibitisha naye rasmi wala kukanusha operation za Ukraine katika jimbo la Belgorod, ambako kulingana jeshi la Ukraine pia lilisema ya kuwa Urusi ilitumia kituo cha amri ili kupanga na kuendesha operation za kivita dhidi ya wanajeshi wa Ukraine katika jimbo la Sami. Eneo la Sami linapakana na maeneo ya Bryansk, Kursk na Belgorod ya Urusi, ambapo katikati ya mafanikio ya Urusi katika eneo lililokabiliwa la Kursk, Zelensky alisema mnamo Machi 15 ya kwamba wanajeshi wa Urusi walikuwa wakikusanyika kwenye mpaka kujiandaa kuanzisha mashambulizi katika eneo la kaskazini mashariki mwa Ukraine, ambako mji au makazi ya Demi-Dovinka yako karibu kilomita 5 mashariki mwa mpaka wa Ukraine, ambako pia kuondolewa kwake au chapisho la amri hupunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa vitengo vya kitengo cha Third Motor Rifle cha shirikisho la Urusi kufanya kazi kwa ufanisi kwenye medani ya vita. Taarifa hiyo ya wafanyakazi wakuu wa Ukraine iliweza kueleza hivyo. Wameona msongamano mpya wa wanajeshi kwenye mpaka na oblast ya Sami. Wanaweza kuona wanachotaka kufanya. Wanataka kupiga majimbo ya Sami, Kharkiv na Zaporizhia. Zelensky aliyasema hayo mnamo Machi 18 alipoulizwa kuhusu madai ya mashambulizi ya Ukraine kwenye mkoa wa Belgorod huko nchini Urusi, na alisema kuwa hawatawaacha wafanye hivyo kwa urahisi. Mkoa wa Belgorod hutumiwa mara kwa mara na Urusi ili kuanzisha mgomo dhidi ya eneo la Ukraine, ambako pia wakati huo huo mamlaka ya mkoa wa Belgorod wameilaumu Ukraine mara kwa mara kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya eneo hilo la mji wa Belgorod katika muda wote wa vita vikubwa, ambako hivi karibuni mapigano mengi yameripotiwa katika eneo hilo, huku uvamizi unaoendelea wa Ukraine kuvuka mpaka uliolenga mkoa jirani wa Kursk nchini Urusi. Mwisho wa taarifa hii, na pia nakukumbusha kwamba kama bado hujagusa au hujabonyeza neno subscribe, basi nakusihi sasa fanya hivyo, bonyeza neno subscribe ili pia ripoti zote ambazo kila siku nakufahamisha basi uweze kuzipata kwa muda mwafaka kabisa kutoka huko vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia taarifa zingine ambazo kila siku nimekuwa nikufahamisha kutoka kimataifa zaidi. Basi pia asante kwa sasa kwa muda wako, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo ya Machi 21 ya mwaka 2025.